Mkiwa wadogo, wewe na ndugu zako na dada zako, mlikuwa watoto wa mama mmoja na baba mmoja. Na mlikuwa upendo uko mwingi, hata mkipakuliwa chakula mnakula pamoja. Mlikuwa mnapendana, hata wakati mwingine mnapovaa nguo, unavaa nguo ya huyu, unavaa nguo ya yule, unavaa kiatu yule kama mnatoshana. Lakini wacheni niwatahadharisheni kitu. Mshakuwa wakubwa sasa, kila mtu amechukua kitambulisho. Mambo yanabadilika. Ondoa akili yako kabisa hapo kwa mambo ya utotoni. Mambo yanabadilika. Unaona huyo ndugu yako mwanaume, unaona kama huyo ndugu yangu tumelelewa pamoja. Unaona huyo ndugu yako, unaona kama huyo ndugu yako mimi huwa anajali ndugu yangu. Huyo anaweza kuwa ndio sumu kwako, anaweza kuwa ndio adui mbaya kwako. Unamwona huyo sister yako, unamwona tu sister yangu tumelelewa pamoja, nimemlea. Unamwona vizuri huyo sister yako. Unamwona huyo aunti yangu, huyo aunti yako. Unamwona huyo mjomba wako. Unaona huyo mtoto wa mjomba. Hao watu wote wako pale, hao watu wote wa familia. Ni ukae step na wao. Wakanyagie kubwa kubwa. Sisemi kwa ubaya, lakini mimi nishayaona kabisa. Nishayaona venye yanakuwa. Nishayaona venye yanabebwa. Nishayaona mimi ikitokezea mambo kama hayo. Hao unaona tu anakuja na kuambia nisaidie na shilingi 100. Wewe unafikiria huyo baba yako mkubwa amekosa 100 kwa watoto wake? Nipe 100 nikanunue sukari. Amekosa 100 kwa watoto wake. Hiyo 100 pale inapelekwa wao upajui. Kwa hivyo mimi nasema nini? Ni tukaeni chonjo na watu wa familia. Ndio wanatukorogea mambo yetu. Wanavuruga mambo yetu na kuwa si mambo yetu tena. Mambo yetu hayaendi. Na kiafrika tunaambiwa ukiona mambo yako hayaendi, kuna wenye kwenda makanisani, lakini ukiona mambo yako hayaendi, enda wewe ukaangalia kwa nini mambo yako hayaendi. Mimi nimekuambia jihadhari, nao nakwambia mimi huyo ndugu yako huyo ndio atapanga njama, hakikishe hautapata kasehemu kashamba hapo. Huyo ndugu yako huyo unamwona kama ndugu yako. Kwa hivyo nitukaeni chonjo, tusiamini kabisa watu wa familia. Na kumaliza, mimi nataka niwaambieni hivi kisa cha Biblia. Mnamwona Josefu alirushwa kwa shimo. Alirushwa kwa shimo ni ndugu zake kabisa, tumbo moja. Ndio nakwambia hao ndugu zako usiwaamini na wewe. Wakamrusha kwa nini? Kisa na maana tu alikuwa akiota ndoto akisema naona nyinyi mkija kunisujudia, mimi naota mimi nikiwa nawasimamia. Hivyo tu ndio ilifanya akachukiwa ndugu zake. Kuota tu ndoto tu. Je, kama angekuwa na gari, kama angekuwa na vitu, angefanya nini? Angefanya vibaya zaidi ya hivyo. Lakini mmoja wao alimwokoa. Kwa hivyo ndio nakwambia usiamini kabisa hawa watu wa familia. Pili, Yesu Kristo aliyomsaliti nani? Si alikuwa mmoja wa disciple 12 mitume wake, na walikuwa wameshinda kukana, alikuwa anaona Yesu anafanya. Kwa hivyo kama Yesu alisalitiwa, ni wale watume wake na alikuwa powerful. Ndugu yako ni nani? Ama anti yako ama baba yako mdogo ni nani? Anaweza kufanya lolote ili wewe uonekane ufai. Ndugu yako wa mama wa kambo, usimchukulie ndugu yako. Huyo ndugu yako wa mama wa kambo, venye vituko venye atakuja kukushawishi, lakini anajua wewe ni wa mama mwingine, ni mama mwingine. Kwa hivyo failure yule mama yako mkubwa, yule mama yako wewe, failure kwake ni furaha kwa ibo mwingine. Kwa hivyo nyinyi mnawachukulia ndugu zetu wa mama mkubwa ati watatuambia hawawaambii kitu mzuri, na wasikira mkiendelea, na wasikira mkifaidika, mjue kuanzia leo hii hawasikira kabisa hao, na wasikiza wanaweza kufanya lolote. Ndio unaona kuna mandugu zengine wa mama mkubwa wanachukua hata dada zao wa yule bibi mwingine, wanafanya na wao ngono. Wanafanya nao ngono, wanaanza kupelekana kwa waganga, wanaanza kuchinja ng'onzi, vitu kama hizo. Kwa nini wanafanya hivyo? Hiyo ni kuonyeshana wazi hawadhamini wale wengine kama ndugu zao. Wale wengine wanachukulia kama watu wa dunia na wanaweza kuwafanya lolote. Ni mchanukeni, mjue mko na akina nani. Ukianza kufanya mambo yako kijana wewe mdogo, usiangalie ati shamaji yangu danti yangu nipe pesa nipatie nini. Utarogwa mwanaume, utaendelea kabisa. Utafanywa kitu ambacho hujai kukiona. Jikue wewe mwenyewe, ujiongeleshe mwenyewe, ujite mkutano na usonge mbele peke yako. Ati mtoto wa mama wa kambo, mtoto wa sijui mama mjere, sijui, hapana. Hao wanawadanganya. Wahakikishe nyinyi nyumba ndogo hamtaendelea. Manake mkiendelea na wao ndio wa kwanza utasikiaje? Utasikia vibaya. Hivyo nia yao ni juu chini, wakisha wamewakanyagia chini, wao wamekuwa juu. Na hivyo ndio hali halisi ya maisha. Mwenye atasikia uchungu ni asikie, lakini hii kwa hivyo hali ya maisha iko hivyo.